Ubaya jua ubaya, ubaya jua ubaya ni akiba. Nikikutazama machoni mwili unaishiwa nguvu, nasikia ubaridi moyoni, ubongo unatikisa fuvu. Nikikutazama. Samani mkaka, mwenzio nimekupamia bahati mbaya. Sawa, naomba niachie mimi na Waichu. Jamani, ila wewe una tabia mbaya. Ina maana hata unioni mwenzio nilivyopendeza vibaya hivyo? Au hujaniangalia vizuri? Hebu niangalie. Wewe binti wewe, hebu kuwa na heshima. Sio kila mwanaume unaweza kumfanyia mambo ya kipuzi kama hayo. Walisema ndugu sikufanana, bali undugu ni kufana. Mnaweza share baba mama, ila mkashindwa kupendana. Na siku hizi ndugu heka heka, unalia ndugu anacheka. Baba, haki ya Mungu vile. Sio mimi nilokopa hiyo hela. 250,000. Nikope hela yote hiyo mimi naipeleka wapi? Na hata biashara zangu zote mtaji wake haufiki hata hiyo 100,000. Alafu ndo nitoke hapa nikakope hiyo 250,000. Naifanyia nini mimi? Kwa hiyo kama sio wewe uliyekopa hiyo hela, unataka kuniambia mimi ndo nilokopa hiyo hela, si ndio? Yaani mtu wa mikopo amekuja na karatasi, saini ya kwako, jina la kwako. Alafu unataka kuniambia ni mimi? Yeye ni chizi huyu. Unataka kuniambia ni mimi nilokopa na nikaandika jina lako na nikasaini saini yako, si ndio? Kwani hii nyumba jamani nimewakosea nini? Kwani kosa langu ni nini humu ndani? Kila kitu kinachofanyika mnanisingizia mimi. Kama mmenichoka niambieni. Kila kitu mimi jamani, na mimi nachoka, na mimi na moyo. Au kwa kuwa tumefanana ndo maana? Ina maana kosa ni mimi kuzaliwa pacha? Inaniuma kwa kweli. Basi sawa, mimi nitalipa. Mimi si mnyonge. Mimi nitalipa. Deni la kwako lakini nitalipa. Jamani, mimi sijafuata drama hapa. Nimefuata rejesho. Naomba rejesho langu. Sitaki kabisa mniletee mambo yenu ya drama. Yaani nimechukua mkopo. Muda wa marejesho mnaanza kuniletea drama zenu hapa. Sasa sikizeni nikwambie. Mimi ni mzoefu katika hizi kazi. Changamoto zote za kazi yangu nazifahamu. Naomba muheshimu kazi ya mtu. Sipendi kabisa kudharauliwa kwenye kazi yangu. Ajira, usitake kila kitu kumsingizia ndugu yako kwa sababu yeye ndo anaonekana mkorofi. Wewe ndo saini yako imeandikwa mpaka jina lako. Sasa unakataje kwamba wewe ndo hujakopa hizo pesa? Ulivyokuwa mpumbavu sasa. Umeenda kuchukua mkopo, umeandikisha vitu vyangu vya ndani. Hii TV ulinunua wewe? Hii sabufa, jiko la gesi, sijui kitanda, masofa mundani ulinunua wewe? Ni ya kwako? Sitaki hiyo pumbavu. Ujinga uliofanya. Alafu unamsingizia mwenzako kwa sababu ni mkorofi. Naomba uhakikishe unazilipa hizi pesa. Sitaki tena kumuona huyu afisa mikopo hapa ndani kwangu. Malizane huko. Mpumbavu. Na siku hizi ndugu heka heka, unalia ndugu anacheka. Ndugu wengine wafurahi ukiteseka, na kwenye shida mbali wanajiweka. Na hawajali kuhusu wewe, wanataka jali kuhusu wao. Bora ujua uko mwenyewe kuliko ndugu mafarao. Wanatamani usipewe, daima uwe chini yao. Bora ujua uko mwenyewe kuliko ndugu mafarao. Ndugu lawama. Pole sana Haja. Naelewa unavyojisikia. Maana najua ni machungu mno pale unapoumizwa na mtu wako wa karibu. Na sio mtu wako wa karibu tu, ndugu wa damu kabisa. Mtu ambaye alitakiwa kuwa upande wako, kukusapoti na hata kushirikiana. Lakini badala yake, yeye ndo amekuwa mtu wa kukuumiza
na kukutengenezea matatizo na hata kukurudisha nyuma kabisa. Ila unachotakiwa kujua Haja, binadamu hatufanani. Mnaweza mkazaliwa pamoja, mkalelewa pamoja na mkafanana kila kitu kama wewe na ndugu yako, ila mkatofautiana tabia, akili na hata mtazamo. Na ndio kitu kilicho kati yako wewe na ndugu yako. Nyie ni mapacha mliofanana kila kitu, ila mmetofautiana kila kitu pia. Wewe na Hijra ni watu wawili tofauti. Hivyo unachotakiwa kufanya ni uelewe tu madhaifu ya ndugu yako na ujue unakabiliana nayo vipi, kwa sababu ukisema uyazingatie utakuwa ni mtu wa kuumia kila siku kwa sababu yake. Mimi siumii kwa kuwa Hijra amenifanyia hivyo. Kinachoniuma ni mtu ninayemwamini na nilotegemea kuwa mtetezi wangu, naye ndo ananikandamiza sana. Na siku zote baba huwa upande wa Hijra, hata afanye nini huwa yeye anamtetea tu, na hajawahi kusimama kwenye upande wangu hata siku moja. Na hicho ndio kinaniumiza zaidi na kinanifanya mpaka nimkumbuke marehemu mama yangu, kwa sababu mama yangu ndo mtu pekee ambaye alikuwa akinielewa. Lakini tangu alipofariki hakuna mtu yoyote aliyewahi kwa upande wangu. Pole sana, na nikwambie tu hauko peke yako. Kuna mtu sasa yuko upande wako, na huyo mtu ni mimi. Nikikutazama machoni mwili unaishiwa nguvu. Anayejiamini apigi kelele, kijora cha buku mbili unajikuta maele. Kama naliona hilo shengesha la kwenye shughuli kudadeki, nataka nitunze mpaka watu wote waniangalie mimi. Chezea Hijra wewe. Watajua wenyewe na hela zao za mkopo kudadeki, naenda kutunza zote. Mimi ninachotaka niwe star. Nikishapita pale nikishazitunza hizo hela, kila mtu mimi sajiri namna ina kope zangu. Nachoka mimi. Ngoja niweke hizo hela kudadeki Hijra kabla hajanikuta. Sasa anajifanyia mwema. Watu mjini tunatamba, yeye na ushamba wake atajua mwenyewe. Mimi mwema? Mimi sio mwema, na huo binadamu anaozungumzia mimi sina. Na deni atalilipa atake asitake. Mkopo hajachukua na deni analilipa. Afu watoto wa mjini tuko hivi tunatamba. Wewe anayejiamini apigi kelele, kijora cha buku mbili unajikuta majele. Wadogo, tuelekeze mnafutaga hela wapi? Una kaka yako. Siwezi kusema kwa sababu zile hela ni za muhimu sana na pia tuna malengo nazo. Unasemaje? Sita kuelekeza kistaarabu funazingua. Au mpaka tutumie nguvu. Alafu unasema eti pesa zina malengo. Wewe unajua nini kuhusu malengo? Sisi ni watoto wa mitaani na tutabaki huku mitaani mpaka kufa kwetu. Kwa hiyo hivyo wewe na kaka yako ndio mnavodanganyana, au sio? Kwa mnahifadhi hela, ipo siku mtatoka mtaani mtafanikiwa. Ni wajinga kweli nyinyi. Hem, tuoneshe hizo hela kabla hajakuumiza babu. Oya, hemu mminye kwanza. Wanyashenzi. Anataka kuiona damu yake? Asogea hapa aone. Yaani kama nataka kuona mavi yako yanatokea sehemu nyingine inapotokeaga, piga hatua moja kuja mbele. Njueni sasa. Mbona mnaonyaunya? Jaribuni kuja hapa afu muone. Sikia. Kwanza ondokeni. Nendeni upande wenu. Toka! Ndugu wangu. Vipi hajakuumiza? Hajaniumiza. Vipi na pesa uliwaoneshea?
Mambo poa. Nadhani leo umejionea nani mkorofi kati yangu mimi na Hajra, kwa sababu hata siku ile ulivyokuja ulikuta ananisingizia mimi nimeiba hela zake, wakati hata sio mimi. Huwa ananisingizia tu, na Mungu alivyokuwa wa ajabu amenilipia hapa hapa. Ameenda kukopa mkopo akajifanya hajachukua, na wakati mkopo amechukua yeye mwenyewe. Amekuja hapa kuumbuliwa mbele ya baba. Ndiyo, ni kweli. Mungu huwa anawalipa watu kutokana na wale wanaoyafanya. Kwa hiyo kama mtu anatenda mabaya, basi atalipa mabaya kulingana na yale anayofanya. Na kama mtu anatenda mema, atalipa mema sawa na yale anayoyafanya. Na siku zote tuogope sana kuumiza nafsi ya mtu, kwa sababu yale masononeko yake huwa yaendi bure. Huenda isiwe leo, isiwe kesho, ila huyo mtu naye atapitia yale yale aliyompitisha mwenzie. Kwa hiyo ni bora tujiepushe na vitendo vinavyoumiza na kuwakandamiza wengine, na sio eti kwa ajili yao, bali ni kwa ajili yetu, ili na sisi tusije tukapitia yale tuliyowapitisha. Ni kweli kabisa. Ndio kama haya anayopitia Hajra sasa hivi. Alinitendea ubaya na Mungu amemlipa vile vile alivyonitendea. Kweli Mungu hawai wala achelewi. Hata hivyo nimechoka sana. Naenda zangu ndani kupumzika. Basi kwa kuwa umechoka, niongozane mimi na wewe chumbani kwako nikakufanyia massage. Na mimi nikikufanyia massage utakuwa poa kabisa. Asante, la sihitaji. Ujanja mwingi mbele giza, kujifanya yaikumbebiza. Tambua ubaya ni akiba, ukiufanya utalipwa kwa riba. Ini kwa ajili ya kula nitabaki nayo mimi, na nyingine itaingia kwenye mfuko wetu wa akiba. Na inabidi tuwe makini sana hizo pesa, maana wale wajinga shanda kuzitolea macho. Usijali kaka, naelewa. Najua hizi pesa ni muhimu sana kwetu, na najua unapambana ili ukipata pesa unipeleke shule. Hivyo nazithamini sana hizi pesa, kwa sababu unapambana kwa ajili yangu. Na ninakuahidi kaka, endapo nikifanikiwa kwenda shule, sitokuangusha. Na nitasoma kwa bidii ili tutoke kwenye haya maisha. Na ninaamini ipo siku tutatoka kwenye haya maisha ya kuitwa watoto wa mtaani. Kwa sababu kiukweli hili jina linaniumiza sana kaka. Kwa sababu sisi sio watoto wa mitaani, na mitaa haijawahi kuwa na watoto. Ila sisi ni watoto na wazazi wetu kama watoto wengine. Ila na maisha tu yametulazimu kuwa kwenye hali hii. Lakini ninaamini ipo siku tutafanikiwa na tutakuwa watu wakubwa sana. Na tukifanikiwa kaka, tusisahau ya maisha tuliyotokea. Na tufungue kituo cha kulea watoto wa mitaani ili tuweze kuwasaidia watoto wa mitaani. Na wasiwepo tena watoto wa mitaani wanaohangaika kama sisi tunapohangaika. Usijali mdogo wangu. Mimi nakuamini. Na naamini hata ukienda shule hautoniangusha. Najua ipo siku kila kitu kitakaa sawa tu. Haya. Hebu zifiche hizo hela. Ujanja mwingi mbele giza, kujifanya yaikumbebiza. Tambua ubaya ni akiba, ukiufanya utalipwa kwa riba. Njia ya mwenzio ukiweka miba, na yako ipo siku itaziba. Ubaya jua ubaya. Wewe, hela zote umenipa mimi hizi za nini? Nimekupa hizo hela ili ukalipia ule mkopo unaodaiwa. Na sababu ya kukupa hela zote hizo, nataka ukalipe yote. Yaani usio unapeleka rejesho kila wiki. Hapana. Kumbuka wewe ni mwanafunzi na wazazi wako wamekupa hizi pesa ili zikusaidie kwenye masomo yako. Kwa hiyo sio sawa kunipa hela zote hizi mimi, kwa sababu unajua wewe mwenyewe unazihitaji. Kwa hiyo asante sana kwa wema wako, ila naomba nikurudishie pesa zako. Hapana Aisha. Ninaelewa ninachokifanya, mimi sio mtoto.
na siwezi eti nikakupa pesa ambazo mimi mwenyewe nazitegemea hizo hizo. Kwa hiyo kuwa na amani tu, chukua hizo pesa. Una uhakika hizi pesa zitofanya mambo yako yatetereke? Ndiyo, nina uhakika. Asante, asante sana, maana ili deni lilikuwa linaniumiza sana kichwa na lingenichukua muda mrefu kulilipa kutokana na udogo wa biashara yangu. Asante, Mungu akulipe. Wala una haja kunishukuru hivyo Aisha, kwa sababu kama unakumbuka nilikwambia mimi niko upande wako. Hivyo ni kawaida sana kwa watu wa karibu kusaidiana. Ila asante, asante sana kwa moyo wako. Ujanja mwingi mbele giza, kujifanya yaikumbebiza. Tambua ubaya ni akiba, ukiufanya utalipwa kwa riba. Njia ya mwenzio ukiweka miba, na yako ipo siku itaziba.